Habari za saizi mabibi na mabwana, mimi ni Engineer Noel K. Ngowi na pia ni fundi. Nilimaliza elimu ya ufundi mwaka 1979 kwenye shule ya Moshi Technical Secondary School na sasa hivi ni mhandisi. Lakini nimeona ni jadili juu ya dira 2050. Unajua maendeleo ya nchi hawezi kufanikiwa bila fundi. Na kama fundi nimeona nitoe mawazo yangu juu ya dira hii. Tanzania imekuwa na dira 3 ambazo zimekuwepo katika nchi. Dira ya kwanza ni 1967 ambapo tulijenga siasa ya ujamaa na kujitegemea na ilikuwa chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Dira iliyofuata ni dira ya 2025 ambayo iliandikwa na Benjamin Mkapa na lengo lake lilikuwa ni kujenga nchi yenye viwanda, yenye kilimo cha hali ya juu na viwanda. Na dira iliyofuata ndio hii dira ya 2050 ya uchumi jumuishi unaotazama mbele na inaongozwa na Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kuna wabeba maono watatu katika taifa hili. Kwa hiyo sasa tuna dira ambayo inalenga uchumi jumuishi unaotazama mbele, forward looking economy. Ni dira nzuri sana kama utaweza kuisoma. Tatizo kubwa tulionalo ni kwamba Watanzania huwa hawana tabia ya kujisomea, na mimi nimeona niwape dondoo kadhaa ambazo unaweza kuzijadili na unaweza kaisoma dira we mwenyewe. Hii dira Samia Suluhu Hassan ameita forward looking, yani ni dira inayotazama mbele. Kwa hiyo inabidi hata kama ni elimu na mtazamo wako utazame mbele. Na hii dira yenyewe amesema kwamba ni ambitious, yani ni dira yenye malengo makubwa sana. Kwa mfano Tanzania inataka kuwa nchi ya kwanza kwa kulima chakula Afrika. Tanzania inataka kuwa inaongoza kikanda kwenye mambo ya transportation hub, yani kitovu cha usafirishaji, yani maana yake Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika, Tanzania hiyo. Na pia kuna neno ambalo amelitumia kwenye dira ambalo nilipenda sana, linaitwa metrocracy. Yani ni dira ambayo inalenga ushindani katika taifa au mimi kwa mimi ningependa kuita mwenye kisu kikali ndiye atakayekula nyama. Kwa hiyo Watanzania kama unategemea uchumi wa kubeba haupo. Sasa hivi tunatafuta meritocracy. Hata cheo lazima upewe kwa meritocracy. Na biashara zako zinatakiwa ziende na meritocracy. Yaani mtu atapimwa kwa uwezo wake, si vinginevyo. Kuna maneno ambayo msaidizi wa rais Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo ameyatamka, na mimi nimeamua angalau niyataje, na ni vizuri ya maneno wa Tanzania tukayafahamu na tukayazoea huko tunakokwenda. Kwanza kuna kitu kinaitwa disruptive technologies. Yaani ni mabadiliko ya teknolojia yanayoleta mabadiliko ya haraka. Mimi ningesema teknolojia pindua meza. Kwa hiyo usitegemee kwamba utakuwa unafanya kazi kama ulivyozoea tu zamani. Na kuna neno jingine ambalo limetumika kwenye hiyo dira, kwenye dibaji ya Profesa Kitila Mkumbo, ni innovation ecosystem. Yani ni mfumo wa kuandaa wabunifu ndani ya nchi. Unaona Kwa hiyo lazima tuwe na kitu kinaitwa business startups. Yani watu wenye mawazo mapya ya kibiashara na hasa vijana. Na tunatakiwa tuwe na vyuo vikuu vinavyoandaa watu wenye majibu ya kimatendo, sio tu kusema nilipata first class au nini. Unaona kwenye hii innovation ecosystem kunatakiwa kuwe na kampuni au taasisi ambazo zinalenga ubunifu, na tuwe na watu ambao wanaweza katoa hela kwa watu wabunifu. Kwa hiyo innovation ecosystem. Kwa hiyo kuna tafiti, kuna wafadhili, kuna vyuo vikuu na kuna ubunifu mpya. Alafu neno jingine ambalo
limetumika ni digital transformation, mabadiliko ya kiteknolojia. Alafu kingine ni competitive global driven economy, yani uchumi shindani wa kimataifa. Kwa hiyo tunataka watu wakali, yani wenye ufahamu mkubwa, wenye uwezo mkubwa. Pia wanataka uchumi wenye kulenga maarifa. Kwa hiyo hebu nua kisu chako, tengeneza ufahamu wako, yani sio uchumi wa watu wajinga, yani unaona. Pia tunatakiwa tuwe na kitu kinaitwa skilled workforce, yani watu wenye wanajua vitu vya kufanya, wenye ustadi. Sio kwamba tu umesoma una cheti, unajua vitu vyafanyika vipi. Na kingine kuna kutengeneza taasisi nzuri ambazo ni rafiki kwa biashara ndani ya nchi ya Tanzania. Na kuna swala la kukuza vipaji, sio vipaji vya kuimba tu na nini. Kuna vipaji vya teknolojia, ubunifu, kudesign mashine, mitambo, mifumo. Tunataka watu wabunifu, yani sio tu vipaji vya kucheza mpira tuna nini. Pia tuna changamoto ya kitu amesema ukuaji wa miji, yani miji inakuwa sana haraka na kuna hatua stahiki zinazochukuliwa kuhakikisha kwamba hii miji yetu inakuwa ni rafiki. Kwa hiyo maafisa mipango miji, wahandisi na nini, kazi kwenu hapo. Kwenye dibaji hiyo kuna wafanyakazi wanaojua cha kufanya, proactive workforce, wafanyakazi wenye ari ya kazi, sio kwamba nafanya tu kama kutimiza wajibu. Na kingine kuna multidisciplinary experts. Wakati huu sasa ni wakati wa kutengeneza mtu ambaye anaweza kaa fundi bomba, akaweza kutengeneza gari, akaweza multidisciplinary, unaona. Alafu jambo jingine ni tutatumia pia uzoefu tulionao na pia maendeleo ambayo mafanikio ambayo yamefanyika katika nchi nyingine, international best practice. Huyo ni Profesa Kitila Mkumbo samani. Sasa kuna maneno ambayo tungependa kuyaongea, ni maneno ya muhimu katika dira hii, na haya maneno yachochee vitendo. Neno la kwanza, competitive economy, yani uchumi shindani. Lazima watu washindane kibiashara, tutengeneze uchumi ambapo tutashindana kitaifa na kimataifa. Jambo jingine ni transformative sector zinazoleta mabadiliko kimataifa. Tunatakiwa sekta za aina hiyo. Alafu kingine ni kama nilivyosema, uchumi shindani, lakini tunatakiwa tutengeneze watu wa kuunganisha masoko. Kuna watu ambao wanasoma marketing, sasa ndio wakati wa kuunganisha masoko, sio unazunguka unasema huna kazi. Kuna masoko ya kuunganisha. Jingine ni tatizo la ujenzi katika miji ambao hauna mipango. Hiyo ni shida kubwa sana, na ninashauri kwamba tutumie ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi, private partnership. Ni jambo la muhimu sana, na tufanye kitu kinaitwa diversification, kupanua wigo wa biashara, sio biashara za kuanzisha tu frame, maduka nini. Lazima Watanzania tufikirie mbali zaidi ya hapo. Kingine kuna tatizo la wigo wa masoko hafifu. Kwa hiyo tutengeneze masoko, serikali na sekta binafsi. Kuna ushirikiano wa kimataifa, ni jambo la muhimu sana katika hii dira. Jambo jingine ni uchumi shindani wa kimataifa, nimeliongea hilo. Ushindani wa kimataifa ni muhimu. Kuna swala la kurasimisha sekta ambazo ni sekta binafsi. Tusiwe na watu ambao wanafanya tu biashara kiholela, lakini tuwe na biashara nyingi ambazo zimerasimishwa. Miji isiyopangwa tumeliongea.
lakini tuna upungufu mkubwa sana wa muunganisho kati ya sekta mbalimbali. Watu hawashirikiani. Lazima Watanzania tujifunze kushirikiana. Mambo ya pesa, lakini kuna mambo ya public private partnership, yani biashara zinazohusisha serikali na sekta binafsi. Hiyo ni muhimu sana, yani serikali isijifungie yenyewe, lazima ikubali kutumia sekta binafsi katika biashara zake. Kuna kitu kinaitwa wafadhili au watoaji, wanaita philanthropy, to promote philanthropy. Alafu kuna mfumo wa maendeleo ya biashara bunifu, dynamic ecosystem. Na kuna wafadhili wanaitwa angel investors, yani wawekezaji malaika, yani wanaona una wazo uzuri la biashara, wanakuwekea hela. Hiyo wenzetu wa Kenya wameendelea sana kwenye hilo eneo, lakini Watanzania bado tumelala usingizi kwenye wawekezaji malaika, angel investors. Na alafu tuna malengo makubwa. Kwa mfano, tumelenga tuwe katika nchi 3 Afrika zenye urahisi wa kufanya biashara, ambazo ni rafiki wa kufanya biashara. Tungependa Tanzania iwe mmoja wapo. Hapo vipi sasa? Okay. Tuna taasisi zinazodhibiti biashara. Sizidhibiti tu kwa ajili ya kukusanya mapato, zidhibiti kwa ajili ya kuwezesha. Kwa hiyo uwezeshaji ni kitu cha muhimu sana. Sekta binafsi inayopenda biashara. Kwa hiyo kama kuna watu wanachukia biashara, tuwaondoe jamani. Kingine tunatakiwa tuendeleze ubunifu katika taifa letu. Ubunifu ambao utatengeneza ajira. Ajira nyingi zitatoka kwenye sekta binafsi kwa dira hii. Elimu ya watoto wadogo, yani mtu aanze kupata elimu inayomfanya awe mbeba majibu tangu akiwa mtoto. Watu walioelimika, sio kuelimika kwa maana ya kuwa na vyeti. Unaweza kuwa na vyeti, huna solution hata kwa kitu kidogo kabisa. Mtu yani maarifa alionayo yana solution, yanabeba majibu. Nyumba bora jamani. Watanzania tunapenda kujenga nyumba bora, lakini miji yetu haijapangwa. Lazima tutengeneze nyumba bora, design zake ziwe bora, na tuna vijana wengi ni wahitimu kwenye mambo ya nyumba na ujenzi kwa ujumla. Watu waliowezeshwa na watu wenye ari kubwa ya maendeleo. Alafu elimu ya ufundi nacho ni kitu cha muhimu sana katika hii dira. Na pia tunataka tujenge watu wanaweza wakafikiri na kubeba majibu. Watu ambao ni critical thinking. Yani sio unafikiri tu, unafikiri na unafikiri tena. Na kwa kufikiri hivyo unatakiwa wewe mbeba majibu. Hatuhitaji Watanzania wazembe kwa ujumla. Kwa critical thinking nimeliongea. Watu wanaotatua matatizo. Sio wamesoma sana na vyeti. Ufumbuzi wa matatizo unayo. Watu wabunifu tunataka watu wenye kutatua changamoto kubwa. Hiyo ni jambo la muhimu. Tunahitaji ustadi, kwa sababu kuna ombwe katika stadi mbalimbali. Unakuta mtu amesoma sana lakini kwenye ustadi hamna kitu anachoweza kukifanya. Hii tunaiondoa kwenye dira 2050. Tabia ya kujifunza endelevu, udadisi. Kwenye dira tutajenga udadisi. Sio kila kitu ndio, hapana. Alafu ushindani wa kijamii tumeliongea sana. Alafu kuna hamu ya kujifunza stadi mpya. Alafu kuna neno moja linaitwa retooling, yani unatakiwa jifunze kutumia vifaa vipya, kwa sababu kuna vifaa vipya vinaingia katika uchumi wa siku hizi. Unatakiwa jifunze jinsi ya kuvitumia. Alafu kuna upskilling, yani unaweza kawa unajua kufanya vitu lakini mbinu za kufanya kazi zinabadilika. Sasa usibaki na mbinu zile za mwaka 79 nilipomaliza mimi.
Haya, kuna vichocheo sasa vya dira. Yaani vichocheo yani lazima tuvifanye. Cha kwanza ni usafirishaji uliounganishwa, yani integrated logistics. Tunatakiwa tuwe na nishati, tunataka tuongoze yani kwenye kanda ya Afrika Mashariki na Afrika Kusini, kwamba sisi tuongoze tuuze umeme yani kwa nchi zinazozunguka. Tunaweza kuuza umeme kwa Zambia, kwa Tanzania na wapi, na majirani zetu wote yani wanategemea umeme wa kwetu. Alafu sayansi na teknolojia jambo la muhimu kwenye hii dira. Alafu kuna tafiti, hata research and development. Lazima tujenge taasisi za utafiti katika nchi yetu. Na mwisho tunahitaji kitu kinaitwa digital transformation, mabadiliko ya kidigitali, yani watu wabadilike kidigitali, wao wajanja kidigitali kwa lugha nyingine. Sasa kuna sayansi na teknolojia kama tulivyosema, uchumi unaozingatia ufahamu. Kuna kitu kinaitwa disruptive technology, yani mimi kwa Kiswahili nimeamua kuita teknolojia pindua meza yani unajua vitu vingi vinabadilika, yani usibaki pale pale ulipokuwa, na dira yetu imelenga kubadilisha watu. Kingine ni bioteknolojia. Dira imelenga bioteknolojia. Kuna na study kwa ajili ya kuifanya nchi iwe ya viwanda. Alafu kuna kuibua vipaji. Kubia vipaji sio kuimba tu, maana sisi tukiambiwa kuibua vipaji tunafikiria ni kuimba, tunafikiria ni kuigiza, kuchekesha. Hapana, kuibua vipaji katika teknolojia, unaona, katika mitambo, katika vitu mbalimbali yani. Ukiona huyu ana kipaji basi tumuendeleze kwa mujibu wa dira hii. Alafu tunatakiwa tuwe na vitovu vya kimataifa vya teknolojia ndani ya nchi yetu, yani watu wa nchi za nje waje hapa kuja kujifunza teknolojia. Unaonaje hii dira? Si unaona ni hali ya juu sana, na hii dira si unaona kwamba anasema ni ambitious. Mbeba maono mwenyewe ameandika hii dira ni ambitious. Tunatakiwa kuendeleza ubunifu. Tunatakiwa tukabiliane na changamoto za nchi. Tunatakiwa tujenge ustadi wa kiufundi. Tunatakiwa ushindani, unaona, wa kuanzisha vitu vinaitwa startups, biashara mpya, mawazo mapya ya teknolojia. Unaona, ushindani huo tutaanzisha, na tunatakiwa tuanzishe taasisi za kusupport hiyo aina ya ubunifu. Tunatakiwa tuwe na taasisi za uanzishaji wa startup kama alivyosema, lakini tunahitaji vitovu vya biashara. Anasema startups, technology hubs and startups. Kwa tunahitaji startups. Yale mawazo ya zamani tuyaondoe. Haya mawazo mapya haya ndio yataleta ajira kwa vijana wetu. Kuna neno ambalo nimependa sana ambalo limetajwa kwenye hii dira, inaitwa savvy. Tunatakiwa tuwe na watu ambao ni janja. Yani unajua kuna simu janja, lakini tunahitaji watu janja. Yani watu ambao yani wanaweza kaangalia tatizo wakalipatia ufumbuzi, wakapindua meza katika uchumi. Yani sio ule uchumi tulikuwa tumezoea, kila mtu anaweka frames za maduka na nini. Yani tuna mawazo madogo sana ndani ya nchi. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao ni savvy, yani watu janja. Yani ni wajanja, unaona, sio ujanja kukuiba. Wanatakiwa na ufahamu na maamuzi sahihi, sio maarifa tu, lakini uwezo wa kutumia maarifa kivitendo. Unaona dira ilivyo. Sasa Watanzania tuko hivyo, tuisome hii dira. Tunatakiwa tutengeneze vituo vya biashara vya kimataifa ndani ya Tanzania. Ina maana wa Kenya, wa Zambia, sijui wa Ethiopia, wa nini waje kwenye vituo vyetu hapa Tanzania. Na tutengeneze watu ambao wameandaliwa kwa ajili ya baadaye, future ready workforce. Kwa hiyo sio tu kwamba umefaulu mitihani, uwe na majibu ambayo yanaona mbele.
tunahitaji vijana wetu waone mbele. Tunatakiwa kuna fursa za kimasoko. Kwa hiyo kuna watu wanasoma masoko lakini wanasema hana biashara. Hizi ndio fursa zenu. Unaona, kwenye uchumi lazima mpanue wigo wa biashara. Tunatakiwa tuwe na muunganiko wa sekta mbalimbali kibiashara. Tunatakiwa tuweze kuexport vitu nje. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tupeleke nje, lakini hatuna watu wa kutangaza hivyo vitu. Hatuna watu ambao wanaweza kuvisafisha ndani ya nchi. Watanzania tuko inward looking. Kwa hiyo tubadilike kufuatana na hii dira. Pia tunatakiwa tuwe na vituo vya kimataifa, vituo vya teknolojia vya kimataifa, na watu ambao wako tayari kwa ajili ya uchumi wa mbele. Tunahitaji uchumi uliopanuliwa wigo, sio kujenga tu frame za maduka na nini. Watu wawe na mawazo makubwa juu ya maendeleo ya kibiashara. Tunatakiwa muunganiko wa sekta na kadhalika. Pia kuna vitu ambavyo, kuna mawazo ambayo tumepewa hapa. Kimoja ni misitu ya kibiashara. Kwa hiyo mtu anaweza akaanzisha misitu, hiyo misitu ikatumika kwa ajili ya mbao, kwa ajili ya bioenergy, kwa ajili ya kuzalisha umeme. Unaona? Kwa hiyo tuwe watu ambao tunafikiria mbele. Pia tunatakiwa kukusanya mapato, hiyo siwezi kulielezea sana, linajulikana. Kuongeza thamani kwenye madini, kuhusiana sekta mbalimbali. Tunatakiwa kuunganisha ujasiriamali. Tutengeneze fursa, yani uchumi wetu ni uchumi unaotengeneza ajira, sio kuwapiga vita wafanyabiashara. Kwa dira hii tutaondoa hilo jambo, kwa sababu tulikuwa nayo huko tukopita. Tunatakiwa tuna sekta itakayochochea kutengeneza ajira, uchakataji wa mazao, kuibua na kuchochea vipaji, na kuna madini ambayo wanaita critical minerals, madini kama graphite, lithium na uranium. Tutazichakata ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunatakiwa tuongeze thamani. Tunatakiwa uailishaji wa teknolojia, technology transfer. Pia wametaja uwekezaji katika liquid nitrogen kuna uchumi wa LNG tuseme kwa ujumla. Kuna national, kuna uhamisho wa teknolojia ndani ya nchi. Pia tunatakiwa tuwe na vituo vinavyoongoza kwa teknolojia Afrika. Mambo ya hati miliki, ongezeko la ukuaji wa miji, tutatue changamoto. Pia tutengeneze uwezekano wa watu kupata mikopo, urahisi wa watu kupata mikopo. Ni pamoja na mipango miji inatakiwa ikae vizuri. Kurasimisha uchumi na digital platform. Tuwe na elimu ambayo au mfumo ambao unaangalia zaidi matokeo kuliko tu majina ya vyeti na vyeo. Na tunatakiwa tuondoke katika vipaumbele vya kuwa na maneno tu, tuende kwenye vitendo. Tunatakiwa na matokeo halisi. Pia tunatakiwa tulenge vitendo sahihi na sio maneno tu. Na PPP naona tumeongea, kujitegemea tumeongea, lakini tunatakiwa Tanzania iwe nchi inayoongoza kama kapu la chakula Afrika. Yaani watu wategemee Tanzania kwa chakula. Hilo ni kati ya malengo ya muhimu sana ya dira hiyo. Umeonaje dira tuliongea? Je, ina mawazo makubwa sio? Rais wetu ameita ambitious. Unaona, ambitious yani ina malengo makubwa sana. Lakini ninachokiona, ili tuweze kufikia malengo, tutengeneze kwanza watu wanaopenda kujifunza
continuing learning. Watanzania, mambo ya kusema nilifaulu sana, nilikuwa mtu wa kwanza darasani, nilikupata first class, hapana. Unatakiwa ujifunze, utuambie mimi na majibu kwenye hili na hili na hili. Tabia ya kusoma ni muhimu. Naona watu wa Tanzania tunapenda tukikimbilia kwenye mitandao ya jamii, tunakimbilia burudani, uimbaji, tunakimbilia vichekesho, tunakimbilia mpira. Yaani kwa ujumla Tanzania ni burudani mwanzo mwisho. Sasa ili tuweze kufanikiwa hii dira, tuondoke katika burudani mwanzo mwisho, tuende katika vitendo. Unasemaje hii dira? Ni nzuri, si ndio? Hebu isome alafu na wewe utoe maoni yako.